Ilikuwa mnamo tarehe 28 Mei mnamo mwaka wa 2025, ambapo aliyekuwa shemeji yetu aliyetupenda nasi tukampenda kupitia classmate wetu, ambaye hatukuishia kwa classmate, ambapo kwa sasa sote ni ndugu ambao tunapendana na kuheshimiana. Na mzungumzia Kashindi Jackson, ambaye tarehe 28 mwezi wa 5 2025 alipoteza mke na mtoto siku moja. Haikuwa kwake tu na haikuwa rahisi kwake kuvumilia. Ni moja ya kitu ambacho kuvumilia ni vigumu sana, lakini inakubidi uvumilie. Sote tulipatwa na mshangao wakati tulipojulishwa kwenye simu, japokuwa tulifahamu kabla ya kujulishwa kwenye simu ujumbe, lakini wakati ujumbe ulipofika kwenye simu zetu kuwa tuna masikitiko ya kumpoteza aliyekuwa shemeji yetu kupitia Kashindi Jackson, sote tukuamini, lakini ilitubidi tuamini. Wengi tulikuja kuamini wakati tulipoenda mortuary mnamo tarehe 30 mwezi wa 5 2025 kuchukua mwili wa aliyekuwa shemeji yetu kupitia Kashindi Jackson, ndio tukaamini kweli ametuacha. Lakini vile vile wengi hawakuamini. Walikuja kuamini wakati tulipochukua mwili wake na kuupeleka malaloni na kumfukia kwenye nyumba yake ya milele. Ndipo wengi walilia, hawakuamini, lakini ilibidi waamini sasa kuwa yes, amefariki na ametuacha na inabidi tumstiri kwenye nyumba yake ya milele. Ilikuwa vigumu kwetu kuamini kuwa ametuacha, lakini ilitubidi tuamini kulingana na picha ambazo zinaonekana hapo mbele ya screen yako. Tulipiga siku ile ambayo tulimstiri mke wa rafiki yetu Kashindi Jackson. Lakini yote kwa yote inabidi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa yeye ndo ametoa na yeye ndo ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Panapo majonzi, faraja lazima iwepo. Mnamo tarehe 30 Mei mnamo mwaka 2025, ambapo tulimstiri mke wa ndugu yetu Jack, au kwa jina lingine ambao wale tulimaliza pamoja mnamo mwaka wa 2024, tulimzoea kwa jina la Tulia. Mnamo tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka 2025 tulijikusanya sote kwenye grupu la WhatsApp, tukajadiliana, tukajiuliza tufanyeje. Lakini jibu lilotoka kwa kila mmoja, tulikubaliana kila mtu atoe mchango kwa kila alichonacho, kwa kile kidogo ambacho atakachopata. Nadhani wengi tulichangia kwa kile kidogo tulichopata, waliopo Marekani, Canada, Tanzania, Burundi, Kongo na penginepo. Nadhani sote tulichangia kwa kile kidogo ambacho tulikuwa nacho. Ilipofika tarehe 6 mwezi wa 6 2025, basi tuliweza kuwakilisha kile kidogo tulichokusanya na kukifikishia familia na mfiwa. Familia ilitupokea kwa furaha, nasi tukajihisi amani na faraja mioyoni mwetu kwa kupokelewa kile kidogo ambacho tulikuwa nacho. Sikuishia hapo, niliweza kuzungumza angalau kidogo na mfiwa
na maanisha Kashindi Jackson, tukazungumza kidogo, lakini pia nilizungumza na admin wetu Richard, tukapiga naye story 1 2 3. So nimekuwekea hapo, unaweza kusikiliza kwa makini tulichoongea. Habari saizi bro? Yani sorry. By the way, pole sana kwa kilichotokea. Asante, nishapoa ndugu yangu. Siku ya leo kama wewe unachukuliaje kwako? Siku ya leo nachukulia siku nzuri sana. Tena ni siku ya pekee kwa upande wangu. Nimefarijika kukutana na ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, jamaa zangu. Leo wamekusanyika kwa ajili ya kuja kunifariji siku ya leo. Manake. Labda ni kitu gani ambacho umejifunza siku ya leo baada ya wenzako kuja kukuangalia, ama si wenzako kuja kukuangalia siku kama leo, kiachana na faraja ambayo umeipata? Siku ya leo nimejifunza jambo la upendo. Nimejifunza upendo. Pia nimejifunza jambo ambalo lilikuwa linajificha. Kitu ambacho wenzangu walichonifanyia mimi mwenyewe nilikuwa sitarajia, lakini jambo ambalo walianzisha na imani kwa litakuwa endelevu. Nimejisikia faraja na nimejifunza kusema kwamba unapokuwa undugu na watu au na wenzako, inabidi mjaliane sana. Kama ambavyo mimi alivyonijali mimi, naomba na kwa wengine wajaliane. Wenzangu kula ameniacha katika furaha nyingi sana, tena furaha kubwa. Ndio ningeomba wenzangu wajifunze kitu kwa kusema kwamba wajaliane kwa kila hatua. Nilikuwa sitegemea hivi, lakini ndugu zangu wamenifanyia kitu kikubwa sana. Wamekuja hapa wameniacha na furaha mpaka sasa hivi. Bado na furaha na natamani iwe endelevu hivi. Brother hapa nadhani ameishi na mke wake takriban miezi 8 ama 7 kama sikosei, lakini mke wake ndio hivyo aliweza kutoweka kwenye uso wa dunia akiwa na ujauzito kama wa miezi 5 ama 6 hivi kama sikosei. So yote kwa yote tunasema Mungu ametoa na Mungu ametoa, hakuna namna, inabidi tuvumilie na yote ambayo yaliyotokea. Brother, inakuaje? Kama kawa. Pole sana by the way. Yes, tushapoa mna Rich. Rich boy. Yes, respect the OG. Sio bana. Yes, ni kitu gani ambacho umejifunza siku kama leo wewe kama wewe Rich boy OG? Kwanza tumpe kwanza pole ndugu yetu, mwanafunzi wetu. Unajua siku kama leo kwanza tumefarijika sana kuja kumfariji ndugu yetu, kwa sababu kwanza yupo mpweke sana. Kitu kama hicho sio. Labda mliwezaje kukusanya wanafunzi wenzako ama wanafunzi wenzetu ambao tulisoma nao pamoja mpaka kufanya kitu ambacho kimefanyika siku ya leo? Unajua kwanza mawasiliano na watu ndio kitu kikubwa sana, kwa sisi bado tunaishi, japokuwa tulimaliza kusoma na kuna ambao bado ndio wanaendelea kusoma sasa hivi, bado tuna wale yani tuna ile communications nzuri na watu wanafunzi wenzetu. Kitu kama hicho ndio bado tunaendelea kuwasiliana nao, na pia tuna group letu ndio tunakuwa tuna communicate nao, kitu kama hicho. Nadhani wanafunzi ambao tulisoma wote pamoja ni wengi zaidi ya hawa ambao wapo hapa. Unadhani kitu gani kingine ambacho kimesababisha wanafunzi wengine hawakuonekana siku kama leo, siku ya kumfariji mwenzetu ambaye aliyefiwa na mke wake? Sote tumeguswa, lakini kwa nini wao na hisi hawakushiriki siku kama leo? Unajua huwezi ukampangia mtu shida. Huwezi ukampangia mtu shida. Labda alibano na hatuwezi kujua kama alibano. Labda vitu ni vingi sana duniani. Huwezi ukampangia mtu shida, labda ndio mpaka labda atokee, hujui kama atatokea au atokee. Hiyo hapo itakuwa ni maamuzi yake yenyewe. Inakuwa ni kitu kama hicho tu. Huwezi ukampangia mtu shida.